Nakufanyia. Yule mwanaume aliyokuwa naye nataka akimuona amuone kama kenge. Kijana, nuia chochote unachokuhitaji. Najua huyu mwanamke ana mume wake, naye nataka popote atakapomuona mume wake amuone kama ng'ombe, yaani amuone ana sura mbaya sana. Vipi mke wangu? Nisikilize wewe mwanamke. Unajifanya unataka kuniletea mahaba hapa, kumbe ni unafiki mtupu, unanichora tu, sio? Inaonekana kuna mwanaume anakusumbua. Sasa basi, ole wako nijua unanichiti na mwanaume mwingine. Nakwambia utamponza, maana nikigundua kichwa chake kitakuwa halali yangu. Kama ningekuwa na uwezo wa kupaa, ningepaa nitoke karibu nawe. Tena kama ningekuwa na uwezo wa kupaa, ningepaa nisiishi na wewe. Naishi kama mfungwa gerezani bila kesi, na kila nikiwaza kutoroka nashindwa. Maisha haya mimi siwezi. Maisha haya mimi siwezi. Is everything okay? 100%.
Mimi ni afisa polisi kutoka kitengo chetu cha club. Ndio afande. Karibu. Kuna nini kwani? Tuna taarifa za kiintelijensia kwa mume wako alikuwepo hapa. Naweza kaniambia yuko wapi? Alikuwepo hapa? Hao? Afande, mume wangu ameondoka muda mrefu sana na hakurudi. Una uhakika? Au unamficha? Kumbuka kumficha mtuhumiwa ni kosa la jinai. Nawezaje kumficha mtu ambaye sijui hata mahali alipo jamani? Tukiachana na hili tukio, mume wako alikuwa anafanya kazi gani? Ni mfanya biashara ndogo ndogo. Iko ndo kitu pekee ninachokijua. Tumepata ushahidi unaomhusisha moja kwa moja na simu yake ya mkononi kutoka kwenye kitengo chetu cha slide kwa alikuwepo eneo hili. Naweza kaelezea hiyo? Okay, nimekumbuka. Ni simu yake ndogo iliacha hapa nyumbani kabla ya kuondoka. Na mimi hapa ndo niliiwasha. Kwa nini aliacha simu nyumbani? Nafikiri ni kwa sababu wanazo nyingi. Kwa nini mume wako ana simu zaidi ya moja? Nadhani sio kosa kisheria mtu kumiliki simu zaidi ya moja. Ulisema mara mwisho aliondoka lini? Juzi usiku. Alisema amepata safari ya ghafla. Safari ya ghafla. Alikwambia anaenda wapi? Hapana. Hakuniambia kwa sababu sio mara yake ya kwanza kusafiri bila mpango wa muda mrefu. Okay. Hii ni searching warrant. Nataka kuikagua nyumba yako. Sawa. Afande, nenda kukagua. Skoba. Naam. Mgana. Naam. Nimewaita hapo kwa ajili ya jambo moja tu. Jambo gani? Je, bado mpo pamoja na mimi? Au na nyinyi mmenisaliti kama Keta? Maandiko katika Mathayo 10 na mstari wa 21 yanasema, ndugu atamsaliti ndugu yake auawe, baba atamsaliti mwanawe, na watoto watawashambulia wazazi wao na kuwaua. Unamaanisha nini? Tafakari yake ni kwamba Master Aquino ni baba, wewe na Master Aquino ni ndugu, na sisi ndio watoto wenu. Maandiko yanasema ndugu atamsaliti ndugu yake auawe. Kwa maana hiyo joka utamsaliti Master Aquino, na Biblia inaendelea kusema kwamba baba atamsaliti nduguye na watoto watawashambulia wazazi wao. Kumbuka, na hao watoto ndio sisi. Na ili maandiko yatimie, inabidi sisi tukushambulie wewe.
ina maana mmenisaliti. Ina maana mmenisaliti, si ndio? Kwa hiyo nyie mmeamua kushirikiana na huyo Master Aquino ili mniangushe mimi. Nilitegemea mtakuwa upande wangu ili tushirikiane kumwangusha huyo Master Aquino. Lakini leo mmeamua kunisaliti mimi ndugu yenu. Hata sisi Waislamu huwa tunafuata haki, na haki ni lazima itendeke bila kujali uhusiano wa damu, utajiri ama umaskini. Yaani shoga yangu, kuna hali inanitokea hata sielewi. Hali ipi tena? Yaani najikuta namchukia mume wangu, namuona kama kinyesi, na wakati huo kuna taswira ya mwanaume inanijia kichwani. Shoga yangu, au na pepo la ngono wewe? Yanawezekanaje hayo mama? Yaani mwenzio hata sielewi, najikuta tu hivyo. Shoga yangu, lakini mbona pambe tu? Kwani ukimsaiti mmeo atajua? Kama vipi? Wewe uka naye tu huyo mwanaume, mbona pambe tu? Hivyo unanielewa? Nimekuambia huyo mtu simjui, ila ni taswira yake inanijia tu kichwani. Haya mapya tena. Vipi hapa? Na kitu chochote umepata? Hapana, sijapata chochote. Sikiliza madam, hii ni michezo. Kama kuna kitu chochote unakijua kuhusu mtuhumiwa, ni bora ukaniambia kuliko kumlinda mtu ambaye anahatarisha usalama wa watu na wewe pia. Afande, mume wangu sio mkamilifu, lakini pia sio mhalifu kama mnavyomfikiria. Mimi namwamini sana. Imani haitoshi mbele ya ushahidi. Mimi naondoka. Ila kumbuka, kama una chochote kile, ni heri ungesema. Nini hicho? Nafikiri ni paka, maana wanapitia kwa dirishani. Sawa.
Hiyo ni business card yangu binafsi. Kama ukihisi kuna kitu chochote unaweza kuzungumza kuhusu mume wako na una mtu wa kumwambia, nitafute. Uwe na siku njema. Je, wewe ni mpenzi wa kuingia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, Instagram na YouTube, lakini kila ukiperuzi bando linawahi kuisha? Sasa solution ni hili hapa. Chris Bando, bei kitonga. Ukiwa na line ya Halotel, basi usihangaike tena kuhusu bando. Mtafute Chris Bando kwa bei kitonga, unapata majibi kibao. Yes, ni kuanzia shilingi 11,000 na kuendelea, unapata GBs nyingi za kutosha. Sasa cha kufanya, fanya hivi. Mtafute katika namba hizi hapa zifuatazo. Chris Bando ana namba 4, lakini mimi nitakutajia 2 tu. Ni 0615 75 43 03 au 0785 73 63 61. Kumbuka, Chris Bando anapokea pesa kwa lipa namba, na unapomtumia pesa yako, chukua ule muamala wa pesa uliyotuma. Tafuta namba moja katika namba 4 zilizoorodheshwa hapa chini, kisha mtumie muamala wa bando ulilolituma. Atakuunga tu. Chris Bando ni mmoja, na unapomtumia pesa jina lije Christopher Luoga. Sisi tunamwamini Chris Bando. Wewe kwani usimwamini? Chris Bando, bei kitonga. Mama nikachumenti ule dawa, nikachumenti ule dawa, nikachumenti ule dawa, nikachumenti ule dawa. Kijana, sasa kazi yako imekwisha. Huyu mwanamke ambaye umeleta nyayo zake hapa atakuona wewe kama kiatu. Maana yake bila wewe hajakamilika. Ndo hicho ninachokihitaji. Nataka anipende hadi achanganyikiwe. Basi ulichokitaka kimetimia, na huyo mwanamke atakuganda sana na atamuona mwanaume wake kama takataka. Mganga wewe, mimi hata sijui nikupe nini, ila nakuahidi nitakuja nikupe zawadi kubwa sana. Tawile. Basi sawa, shukrani. Sawa, wewe nenda na utakuja kunipa majibu hapa hapa. Sawa mganga. Kuna mwanawe mbakisha sikio. Yes! Kuna dadeki atanipenda tu, atake asitaki, kwa nguvu ama kichawi, lazima awe wangu. Mimi ndo Dante ani eno ni mwana hiwa nija nihulikira horuhengo nikwenda nimona ese kwamba sungafini mboga na mji ho wafushe umulile wake, hata mji ho wanyama haukuingira kugadi. Lazima anipenda, mimi ndo Dante.
Okay. Sasa nimeshapata majibu. Kwa hiyo nyinyi wote mnamuunga mkono Master Aquino, lakini nawahakikishia mtajuta, maana mpango wangu wa kumuua upo pale pale nikisha mmaliza. Jiangalieni sana nyie madogo. Master Aquino maisha yake yote ameishi kwenye vita. Sidhani kama wewe itakuwa ni rahisi kumuua Master Aquino. Na wengi walijaribu kabla yako ila walishindwa. Unafikiria wewe ni nani hadi umalize kazi ambao wengine waliishindwa? Sasa mtaona tofauti. Uamuzi wangu mimi, nipo tayari kufa ili nimuondoe. Hii sio hadithi ya mashujaa Joka. Hapa ni uhalisia. Na uhalisia huwaga hauchezi na watu wanaofikiri kwamba wanajua kila kitu. Oya, ondokeni hapa. Oya, tokeni! Sawa. Sisi tunaenda. Nakutakia mapambano mema Joka. Na ukijisi kukata tamaa, basi nenda kasome Zaburi 34 na mstari wa 18. Ukishamaliza, nenda kasome Zaburi 38 na mstari wa 18. Good luck. Let's go. Halo? Sema. Ndugu yangu, samahani nilishindwa kushukuru bana. Asante sana kwa zile chips. Kwa kweli leo nilikuwa sijui hata nakula nini. Ila zile chips zako ulizonunulia kiukweli zimeniokoa sana blaza. Chipsi? Blaza, si zile chips hizo niagizia pale? Ile siku nimekukwaza bwana. Kumbe bado na upendo sana ndugu yangu. Asante sana, maki hapa nilipo nimeshiba. Blaza. Chips. Ninunulia chipsi saa ngapi? Ila huyu kijana atanisaidia kunipeleka mahali alipo Aquino. Lazima nikajilipoe. Hivi si ulimfuatilia Aquino na kujua eneo anapojificha? Ndio mkuu. Basi nahitaji tuzungumze. Sawa, hakuna shida. Wewe niambie tu tukutane wapi? Tukutane nyumbani kwangu. Nielekeze mahali ulipo ili nimtume bodaboda wangu aje akufuate. Na mimi kuna sehemu natoka hapa. Tutakutana kwangu. Sawa.
Usimcheke shoga yangu, mwenzio ndo nimezama. Yaani hapa sijui najisikiaje. Shida ndo hiyo, umjui. Ungekuwa unamjua ningekushauri umfuate hata ukajilengesha. Jamani, taswira yake inanijia kichwani, sijui hata nifanyeje. Udugu wangu, nenda ukapumzike kwanza, inawezekana malaria inakupanda kichwani. Kwa kweli, ngoja tu niondoke zangu tu mimi. Shoga yangu, mimi naenda. Kweli. Ndo hapa. Ndo hapa? Ndo hapa. Okay, sawa. Kaka. Nimeshafika hapa nyumbani kwako. Na mimi nakaribia kufika hapo sasa hivi. Okay, sawa. Habari yako? Baby. Jamani. Nilikuwa nakuwaza sana. Namshukuru Mungu umekuja mbele ya macho yangu. Wewe dada vipi, ni kichaa nini wewe? Yes, mimi ni kichaa juu ya penzi lako. La haula. Nakumbuka siku ile tunapiga pingu za maisha, moyo ulikuwa mgumu kwako. Nilikutazama kwa jicho la hofu na kero ndani yake, sikuona thamani yako. Nikasema kama mapenzi ni upofu, ni bora nisikone. Kama mapenzi ni ujinga, ni bora nife. Nilijenga ukuta
nikaziba kila mwanya ya mahaba ndani yangu ili usipate nafasi. Moyo wangu umekubali, tena umekubali kukupenda kwa moyo wote. Sio yule mgeni niliyemchukia mwanzo. Wewe ni nyumba yangu, wewe ni furaha yangu. Nimekuzoea, 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 nimekuzoea.